after the dramatic attack on Governor George Natembeya in Kabuchai. Moses Kuria has delivered a hard-hitting warning, condemning the violence and calling out the growing pattern of political intimidation. Kumbuka watu wa Mbeere sio judge, na wao pia walifutwa Mbeere yako sababu hata wako na kazi. Kwa hiyo hakuna shida. Yeah? So tafadhali tukue sensitive na mambo ya watu. Jambo hili nataka kusema. Tunaambiwa kwamba Kuria says the incident should never be treated as business as usual, especially with the upcoming by-elections. He cautions that Kenyans will not tolerate monkey business, urging leaders to safeguard peace and protect democratic processes. Juzi naona watu wengine wakasema Gachagua asikuja hapa. Hata kabla Gachagua kusema mimi ndio niliongea. Na nikasema ya IBC shika hao watu. Na nikawekea pressure mpaka wakaitwa na DCI. Sio sababu yangu. Nikasema kama Gachagua ameguswa, mimi nimeguswa kwa sababu uchaguzi hawezi kuwa huru wakati wewe mchezaji mmoja ndio unasema nani atakuja kwa mchezo, nani atakuja kwa mchezo. Jana hata mliona kwa mtandao na nikapigia madam anaitwa Anderito, commissioner wa uchaguzi electoral operations IBC. Kaambia angalieni hii maneno. Nilikuwa hapa 207. Kuria adds that the international community is closely watching how Kenya conducts these elections. His message is clear: prevent violence now, or risk pushing the country toward dangerous political instability. Leo mmeona what has happened in Chwele, huko Kabuchai. Mpaka risasi karibu uwe na Natembeya. Nataka kuambia serikali. Na sana hapa nimwambie Rais William Ruto directly. The international community is watching. How we conduct these elections is of interest to the international community. Sasa mnafikiria sababu Suluhu amefanya vile amefanya, atatuweza kwenda hiyo ya Tanzania. Semeni Wakenya si wa Tanzania. Wakenya si wa Tanzania. Msijaribu hapa. It will not be usual. It will not be business as usual in Kenya if you try those monkey games in Kenya. Kenyans' level of tolerance for nonsense is at its lowest. Kenyans cannot tolerate nonsense. Hizo shenanigans ati mnaweza kuiba kura. Jameni, how did UDA come to power? Tulianza huko Juja, by election ya Juja. Mimi nikasimama na chama against Jubilee ruling government that time. Uhuru Kenyatta was his MP. Nilikuwa mbunge yake. Nikamshinda huko. Walikuwa wamesema wataiba hawakuiba. Tulikatoka hapa tukaenda Kiambaa. Nika withdraw candidate wangu nikasupport wa UDA ndio tushinde. Mikakati yote ya kulinda kura ni mimi. Hata yule wizitoka mnajua kuiba kura ni ile niliwaonyesha. Na mnafikiria mnaweza kunishinda. Huko ni anyoko. Pengine uko na imani na candidate wako? Oh, kabisa tu. By the way, I have been in by elections. Lakini Mungu ananipenda. Mimi sijapata candidate strong kama huyu. Mtu ambaye nimemwachia kampeni miezi 3. I was just supporting him remotely with strategy. Amepeleka peli namna hiyo. Na mimi sina wasiwasi kwamba come next Thursday saa kama hii mbunge wa Mbeere North na parliamentary leader wa chama cha kazi atakuwa Duncan Ireli Mbowe. I have no doubt in my mind. Yeah? Yeah? Sina wasiwasi. Yeah? Nilikuwa na wasiwasi kabla jana nikuje huko. Jamani, mimi nimeongea na watu huko. Nimeongea na watu everywhere huko Kerwa, huko Siakago, huko Riando, huko Mushonoke, huko Kanyuambora. Everywhere nimeongea na watu. Watu wa Mbeere North wameamua. Watu wa Mbeere North wamesema upande huu ni viongozi wa nje. Upande huu mwingine ni viongozi wa nje. Wamesema wanataka Mbeere akuwe mbunge, sio mimi. Mimi am only coming here for blessing, kumsaidia kulinda kura na kuweka mbaya kuiba zao. Asante.